Wahamasishaji wa afya ya jamii wametajwa kuwa nguzo muhimu katika utekelezaji na ufanikishaji wa mpango wa afya kwa wote, yani UHC. Anavyoarifu mwanahabari Beldin Waliaula, wahudumu hao wa afya ya jamii wanategemewa kuhakikisha visa vya magonjwa vinapungua. Serikali ya Kenya Kwanza inategemea pakubwa wahamasishaji wa afya ya jamii kutekeleza na kufanikisha mpango wa afya nyumbani. Kati ya wahamasishaji hao wa afya ya jamii 100,000 waliozinduliwa, kila mmoja atakuwa anashughulikia nyumba 100. Wahudumu hao wamepewa vifaa vya kupima magonjwa kama shinikizo ya damu, kiwango cha sukari mwilini na hata dawa za kupunguza maumivu, na pia watakuwa na jukumu la kukusanya data, wote wakilipwa shilingi 5,000 kila mwezi. It's a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund and a health insurance fund that will cover all Kenyans. Ili kupata ufahamu zaidi kuhusu majukumu na utendakazi wa uhudumu wa kuhamasisha kuhusu afya, tunazungumza na Daktari Maureen Kimani ambaye ni msimamizi wa afya ya jamii katika Wizara ya Afya, ambaye anasema safari ya kuhakikisha wahudumu hao wa afya wanatambuliwa kisheria haijakuwa rahisi. They must undergo what we call basic training. So we have a basic training package that has about 6 modules, just teaching them about how to get into a home, how to talk, so some basic communication skills, and also issues around water and sanitation, because those are critical issues. Anasema sasa taifa lina nafasi nzuri ya kuafikia maono ya afya kwa wote. Recognize that without communities there's no health, because health does not begin in the hospital. It begins at home. The decisions that people make on what to eat in the morning, what you eat at, whatever meals you take, that's a health decision. Wahudumu hao wa afya ambao kwa jumla ni 108,000 watakuwa chini serikali za kaunti na wala si serikali kuu. Wizara ya Afya itakuwa inajukumika tu kutoa sera za kutoa mwongozo. Taifa lina matumaini ya kupunguza visa vya magonjwa yasiyoambukizana, kwani itagunduliwa mapema na kutibiwa kupitia uhudumu wa afya ya jamii. I see for us in community health, what we want is healthier communities. And we know that with healthier communities, we have both short and long-term benefits. For example, reduced in healthcare costs. Because if we identify our people early, or we identify patients early, then we can be able to plan for their care. And their care will not be very expensive compared to when they come to the facility very late or very sick. The other thing is that there are issues of us understanding the entire health status of our population. Aidha, Daktari Kimani anasema masuala ya uhamasishaji wa afya kuishiwa na vifaa na dawa muhimu hayatashuhudiwa. The bills, we have what we call the primary health care fund. And the primary health care fund will be publicly financed through Exchequer to ensure that preventive and promotive services that take place at level 1, which is community, level 2, which is a dispensary, and level 3, which is health centers, are fully financed. Yeah, so that would include when the facility is ordering for their medicines, they also include the medicines for the communities. Beldin Waliaula, KTN News. Na serikali imeombwa kutoa sheria ambazo zitawalinda wanunuzi wa mashamba